ulivyojibrand mwenyewe umekaa vipi? Kwenye show zako unapokwenda kwenye show unaperform vipi? Mimi ni nambari 1 katika mashabiki wa The Bridge. Je, wewe Prince Mumini, kocha wa dunia, mtumishi wa watu, napenda sana kuangalia The Bridge kupitia Mlimani TV. Je, wewe? Wengine huwadanganya wenzao, mimi napenda kutizama Mlimani TV. The Bridge ni kipindi bora. Koma, no udhaifu, ushindi kwangu mimi ubunifu, ni mwige 50 wakati gari langu lenyewe sawa na gari la site. Uwe shabiki wa soka na michezo mbalimbali, teja wa kung fu, mdhaifu wa filamu za Bollywood kwa Kiswahili na tamthilia mbalimbali, usihadithiwe. Nunua moja kati ya dikoda hizi za Star Times na ujiunge na kifurushi cha Nyota au Nyota Plus. Upate chaguo kubwa la burudani ya bei nafuu ili wewe upate kuhadithia. Kwa maelezo zaidi, piga 0764 au tembelea startimes.co.tz. Star Times, furahia ulimwengu wa dijitali Tanzania. Kutoka Mikocheni jijini Dar es Salaam, hii ni Mlimani TV. Mtazamaji nakaribisha katika taarifa habari. Jina langu ni David Nkya. Nitakusomea habari za kitaifa, kimataifa, michezo na burudani. Hatimaye Baraza la Kiswahili Tanzania BAKITA limetoa tafsiri halisi ya maneno upumbavu na ulofa ambayo yalizua sintofahamu baada ya kutumiwa katika jukwaa la siasa na rais mstaafu wa awamu ya 3 Benjamin William Mkapa katika kampeni za Chama cha Mapinduzi CCM. Tupate habari zaidi. Filimbi ya kuanza kwa kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 imepulizwa kuashiria ruksa kwa wanasiasa kuanza kuzisaka kura. Chama cha Mapinduzi kimeanza rasmi kuvitimulia vumbi vyama vingine vilivyo kwenye kinyang'anyiro cha kuwania uraisi kwa kuwanadi na kuwatambulisha rasmi wagombea wake Dr. John Magufuli na Bi Samia Suluhu Hassan hiyo jana tarehe 23 mwezi wa 8 katika viwanja vya Jangwani jijini Dar es Salaam. Gumzo kubwa kuanzia katika vijiwe vya kahawa na hata katika mitandao ya kijamii ni baadhi ya maneno yaliyotumiwa jukwani na rais mstaafu wa awamu ya 3 Benjamin William Mkapa. Maneno yenyewe ni haya hapa: nchi hii ilikwisha kuongolewa na ASP na TANU, na sasa inaendelewa kukombolewa kutokana na unyonge wa maskini, maradhi na ujinga na Chama cha Mapinduzi na serikali zake kutoka ya awamu ya kwanza mpaka hii ya sasa na hiyo inayokuja ya John Pombe Magufuli. Nenda nchi zote jirani, nenda nchi za kusini mwa Afrika, uliza Tanzania chama cha ukombozi ni nini? Watakwambia CCM. Kwa hivi nina kila sababu ya kusema wanaojidai wao ni chama cha ukombozi kwamba ni wapumbavu, malofa. Baada ya hotuba hii ya rais mstaafu Benjamin Mkapa, hisia tofauti za watu wa rika na hadhi tofauti zilitawala katika kona mbalimbali. Wengine wakishtushwa na maneno hayo, wengine wakisema ni makali mno kutumiwa na rais mstaafu, lakini wengine wakisema ni maneno ya kawaida tu na yasiyo na ukakasi wowote. Mlimani TV ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam inaamua kutembelea makao makuu ya Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA ili kuwapa nafasi wale wenye dhamana na ufahamu yakinifu kuhusu maneno ya lugha adhimu ya Kiswahili kutueleza ni ipi hasa maana halisi ya maneno yaliyotamkwa na rais mstaafu wa awamu ya 3. Na maana yake, maana ya mpumbavu ni mtu aliyepungukiwa na akili, mtu asielewa kitu anachokifanya. Na neno hili lina maneno mengine ambayo aghalabu hufafanua neno mpumbavu. Waswahili wanaokifahamu Kiswahili vizuri, neno mpumbavu unaweza kumuita mtu kwa jina la hambe, baha, zoba,
Julia, vyote hivi ni visawe. Juha, samahani, Juha, vyote ni visawe vya neno mpumbavu. Nina kila sababu ya kusema wanaojidai wao ni chama cha ukombozi kwamba ni wapumbavu, malofa. Unapomuita mtu lofa, ama maana ya lofa, kwanza neno lenyewe ni kitenzi na au tendo. Maana yake hasa mtu asiye na kazi, mzururaji, mtu ambaye ombaomba, ni mtu ambaye ananasibishwa na ufukara, mtu asiyekuwa nacho, ndio unasema lofa. Huyu fulani ni lofa, maana yake hana kitu, ni mtu ambaye anategemea kuombaomba, wasaidiwa, hajiwezi kwa kifupi. Naam, penye neno hapatiwi neno, na asiyejua maana haambiwi maana. Ingawa sisi tumepata bahati ya kuambiwa maana na wataalamu wetu wa lugha ya Kiswahili, swali kubwa linabaki, je, maneno husika yalifaa kutumika kwa muktadha husika? Na je, maneno husika yana athari gani kwa hadhira inayoyapokea? Kampeni ndiyo kwanza zimeanza, na ama kwa hakika tutasikia mengi. Dai wao ni chama cha ukombozi kwamba ni wapumbavu, malofa. Charles William, Mlimani TV, elimu kwanza. Naam, tunaambia kwamba baadhi ya wananchi wametoa maoni yao tofauti kuhusu ufunguzi wa kampeni ulioanza, ambapo Chama cha Mapinduzi CCM kilianza kampeni zake na kuzindua ilani ya uchaguzi wa chama hicho kwa mwaka 2015 na 2020, huku chama hicho kikiwataka wananchi waendelee kukichagua. Tupate habari zaidi. Baada ya ufunguzi wa kampeni ya CCM iliyoanza jana hapo uwanja wa Jangwani, tumepita mitaa mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam, na hapa tupo Sinza Kijiweni kupata mawazo na maoni ya wananchi kuhusu kampeni zilizoanza hapo jana, ambapo CCM ilifungua kampeni hizo. Na hapa na wahoji wananchi mbalimbali ambao wapo katika sehemu hizi za Sinza Kijiweni. Muna ufanani, lakini sera zilizozungumziwa na kama zinatekelezeka, mimi niliona za muhimu, ni za busara. Inawezekana zikawa zikafanana, lakini unajua unaweza ukatoa ilani ukashindwa kuitekeleza. Lakini kama alivyosema Magufuli kwamba yeye ataanza kwanza moja kalizungumzia swala la mahakama ya wala rushwa, ndio akasema kama inaweza kutekelezeka, kumfunga mtu naye, unajua kumfunga mtu unamjua ndakao ule chupa, na kuna neno fulani alizungumzia, lakini akuzungumza kama napata kuzungumza mimi, yale alizungumza tuzijaribu sumu, maana kuja kusimjaribu mtu ambaye sio jaribika. Lakini ni sera ni zile muhimu. Je, inatekelezeka? Hata itekeleza? Kama inatekeleza, mimi naona sera nzuri tu. Baadhi ya wananchi hao wameonesha kukerwa na lugha zinazotumiwa na wanasiasa katika kampeni hizo zilizoanza jana. Ni lugha ambayo kidogo ametufanya sisi wa Tanzania tupate na mshangao, kwa sababu tume ya uchaguzi imeshakanya kwamba wasitoi lugha ambazo zitakazokuwa zinawauzi watu wengine, wafanye kampeni za kistaarabu. Lakini kiongozi mkubwa kama yeye akaamua kutoa lugha kama ile, kidogo ilitupa shaka sisi. Lugha gani ilikokera jana? Kuwaita watu wapumbavu, malofa. Sasa hii inakujaje wakati pale tatakiwa tuambie kwamba waliomchagua kiongozi wetu atakuja kuwa hivi, atatufanyia hivi? Ndio istahili kutuambia sisi pale. Rais mstaafu Benjamin William Mkapa alitukana wananchi, akasema ni wapumbavu, watu wengine ni wapumbavu. Hiyo ndio imenikera tu kwenye maonani za jana. Sera walizozitoa, sijaona sera walizozitoa pale ni sera nzuri. Hakuna sera nzuri walizozitoa pale. Hayo yalikuwa ni maoni ya wananchi baada ya kampeni, ufunguzi wa kampeni ulioanza jana. Na jana tulishuhudia Chama cha Mapinduzi CCM ikifungua kampeni zake kiwanja vya Jangwani, na wananchi wameelezea yale ambayo waliyasikia na pamoja na yale matumaini yao kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Nikiripoti kutoka hapa Sinza Kijiweni, ni mimi Salum, Mlimani TV, elimu kwanza. Naam, tukisalia bado katika masuala ya siasa, tunaambiwa wakati Chama cha Mapinduzi CCM kikianza kampeni zake kwa kishindo siku ya Jumapili na kumtambulisha mgombea wake John Pombe Magufuli, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema chini ya Ukawa kwa mgombea wake ameanza kampeni ya aina yake kwa kupanda daladala na kukutana na wamachinga mamantilie na kujionea usafiri wa umma ulivyokuwa mgumu jijini Dar es Salaam. Tupate habari zaidi. Mgombea wa urais kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema chini ya Umoja wa Katiba ya Wananchi Ukawa, Edward Lowassa ameanza kampeni aina yake, ambapo wakazi wa jiji la Dar es Salaam
hawakuamini macho yao baada ya kumwona Lowassa akiwa ndani ya daladala inayofanya safari zake kuelekea Gongo la Mboto Chanika, ambapo alifanya hatua hiyo kutaka kujionea adha ya usafiri kwa umma nchini. Akiwa katika baadhi ya vituo, Lowassa ambaye alikuwa akizungukwa na umati wa wananchi kila alipoonekana, alikuwa akiongea na wakina mama wanaofanya biashara ya chakula almaarufu mama ntilie, akiwauliza kero pamoja na nini wanataka. Lowassa alifanya maongezi na vijana wengi waliokuwa wakimueleza kero zao na kutaka atakapokuwa kiongozi wa nchi kuyashughulikia matatizo hayo, huku mara kadhaa akiwataka vijana wamuonyeshe kadi za kupiga kura na kufurahishwa na vijana wengi ambao walikuwa na vitambulisho hivyo na kumwahidi kuvitunza hadi siku ya uchaguzi. Lowassa ambaye alielekea maeneo ya Mbagala huku akitumia usafiri wa daladala, akiwa huko alipata fursa ya kuzungumza na baadhi ya wakazi wa huko mmoja ili kujua kero zao na matarajio yao. Hizi ni kampeni za aina yake kufanywa na mgombea urais katika siasa za Tanzania. Mpaka sasa hakuja na taarifa rasmi juu ya lini hasa Ukawa watazindua kampeni zao na mahali gani. Kutoka Dar es Salaam, Angela Matayo, Mlimani TV, elimu kwanza. Tukielekea katika masuala ya usalama barabarani, tunaambia wananchi wameaswa kutongoja polisi kutatua matatizo ya ajali za barabarani, kwani ni wajibu wa kila raia kutii sheria za barabarani pamoja na kuzilinda. Tunajiunga na Farida Mbilinyi ambaye ameandaa habari kwa kina zaidi. Tanzania bado inaendelea kuongeza idadi ya walemavu na vifo kutokana na kuendelea kukithiri kwa ajali barabarani, lakini bado kikosi cha usalama barabarani kinaendelea kupambana na ajali hizo kwa kufanya kampeni mbalimbali sambamba na maadhimisho ya usalama barabarani, na sasa ni zamu ya mkoa wa Dar es Salaam. Hizi ni shamla zilizopambwa kwa matembezi ya maandamano katika uzinduzi wa wiki ya Nenda kwa Usalama Barabarani kanda ya Dar es Salaam, ambayo yamefanyika katika viwanja vya Mnazi Mmoja yenye kauli mbiu endesha salama, okoa maisha. Katika uzinduzi wa maadhimisho ya wiki ya Nenda kwa Usalama, mgeni rasmi ni kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Suleiman Kova, ambapo ametoa wito kwa watumiaji wote wa barabara kuwajibika katika kulinda na kusimamia sheria za usalama barabarani. Ya watumiaji wa barabara yana wajibu mkubwa wa kutimiza katika barabara zetu. Makundi hayo ni pamoja na madereva, watembea kwa miguu, wapanda pikipiki na baskeli, wasukuma mikokoteni, abiria na kadhalika. Ikumbuke kuwa wajibu wa kuzuia ajali za barabarani ni kwa kila mtumiaji wa barabara na sio wa serikali peke yake. Moja ya mafanikio ambayo yamefikiwa na kikosi cha usalama barabarani ni kupunguza ajali za barabarani hususan kwa watoto kupitia elimu maalum inayotolewa kwa watoto mbalimbali wa shule za msingi ya usalama barabarani. Jeshi la polisi usalama barabarani kwa kutambua tatizo la wanafunzi katika uvukaji wa barabara, mwaka 2011 walianzisha programu ya Junior Patrol kwa shule za msingi. Junior Patrol ilianzishwa kwa lengo la kuwasaidia wanafunzi kuvuka barabara kwa usalama kwa kutumia alama za barabarani zilizochorwa katika vibao ambavyo vinatumika kuongozea magari na kuruhusu wanafunzi wavuke barabara kwa usalama. Vibao hivyo vimeandikwa maneno mawili: stop, yani simama; go, yani nenda. Wanafunzi hushika vibao hivyo wakati wa asubuhi kwa ajili ya kusimamisha magari, wakionyesha neno stop, yani simama. Magari yote husimama, kisha wanafunzi kuvuka kuelekea shuleni wakiwa salama. Mtazamaji wa Mlimani TV, nipo katika viwanja vya Mnazi Mmoja ambapo leo maadhimisho ya wiki ya Nenda kwa Usalama yanazinduliwa rasmi katika viwanja hivi. Na kubwa ambalo limezungumzwa kwa siku ya leo basi ni kuhakikisha watumiaji wote wa barabara wanatunza au wanafuata zile alama za barabarani katika kuhakikisha basi ajali zinapungua kwa kiasi kikubwa sana. Basi tupate kuwasikia wananchi nao wanaelewa vipi au ni kipi ambacho wamenufaika nacho kwa siku ya leo katika wiki ya Nenda kwa Usalama. Elimu inatolewa vya kutosha, ila kutokana na watu wengine kwa uzembe wa udereva ndio unayosababisha ajali kama hizi kutokea. Lakini kwa elimu, watu wanajitahidi kutoa elimu, na
wengine hawataki kabisa hiyo elimu, wanapitia njia za uchochoroni tu, mradi mtu akipata leseni yake bila kupitia elimu wala nini ndio anasababisha ajali kama hizi. Nimefurahia kitu kimoja katika kongamano hili la uzinduzi wa wiki ya usalama barabarani, ni kwamba hii kama kiongozi alivyosema kwamba tunaogopa au dereva anaogopa askari badala ya kuogopa alama au sheria za barabarani ambazo ndizo zilizo sahihi. Sasa hiyo ni sawa na muumini wa dini, badala ya kuogopa dhambi anaogopa Mungu. Kumbe uogope dhambi alafu uweze kumpata huyo Mungu, uweze kusalimika. Siku ya leo kiukweli nimejifunza vitu vingi. Kwanza kabisa nimejifunza matumizi, jinsi ya kutumia barabara, na kikubwa kilichonivutia ni harama za walemavu. Yaani nimejifunza jinsi ya kuwasaidia walemavu, hasa kuna alama zao. Kwa hiyo leo nimegundua kwamba kumbe kuna alama za walemavu. Na hayo basi ndo maoni ya wananchi wakieleza ni jinsi gani wameweza kunufaika kuhusiana na siku hii ya Nenda kwa Usalama Barabarani inayofanyika katika viwanja hivi vya Mnazi Mmoja. Farida Mbilinyi, Mlimani TV, elimu kwanza. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Suleiman Kova amesema jeshi la polisi barabarani limejipanga kuhakikisha usalama upo katika shughuli zote za kampeni kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba. Tupate habari zaidi. Watu ni wengi mno, magari ni mengi mno, bodaboda nazo humo. Katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu, shughuli za kisiasa zenye kukusanya umati mkubwa wa watu kutoka sehemu mbalimbali za mji zimekuwa zikipamba moto. Watu hufika na magari yao, wengine kwa miguu, baiskeli na bodaboda nazo husindikiza katika maandamano na mikusanyiko hiyo ya kisiasa. Mtembea kwa miguu, chunga mguu wako. Dereva, jaribu kufata sheria za barabarani. Askari wa usalama barabarani wanajitahidi kwa hali na mali kufanya kazi yao. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Suleiman Kova amesema jeshi la usalama barabarani limejipanga kuhakikisha usalama upo barabarani katika shughuli zote za kampeni kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 25. Kama ulivyoona pale jana katika viwanja vya pale Jangwani, pale uliona wakati wa kampeni za chama CCM, uliona traffic wako wengi sana, wengi kupindukia kuliko siku nyingine yote. Kwa hiyo hapakuwa na ajali wala uhalifu. Hii kionyesha kwamba sisi kama polisi tumeshajifunza tayari, tumeshachukua tahadhari tayari kwamba katika kipindi hiki cha kampeni na nini tuko tayari na tumeshajiandaa kuhakikisha kwamba usalama 100% unakuwepo. Tunachoomba wananchi nao watoe mchango wao katika kutii sheria. Usalama barabarani ni jukumu jumuishi la kila mtu, kuanzia mtembea kwa miguu, mwendesha pikipiki, mwendesha baiskeli, mwendesha magari na hata waendesha madaladala, na sio jukumu la jeshi la usalama barabarani. Nasibu Mahinya, Mlimani TV, elimu kwanza. Ni taarifa ya kwake Nasibu Mahinya ikionyesha namna ambavyo jeshi la polisi Tanzania lilijipanga kuhakikisha kuna kuwa na usalama katika shughuli zote za kampeni za mwaka huu. Ushindani wa soko la ajira kwa vijana hapa nchini umekuwa na changamoto mbalimbali, hali inasababisha serikali kuwa na mipango na mikakati ya kuhakikisha inakabiliana nazo ili vijana wanaohitimu elimu katika vyuo mbalimbali kuwa wajuzi kwa sekta zitakazowasaidia kujikwamua kiuchumi. Tunajiunga na Sofia Malaki ambaye ameandaa habari hii kwa undani zaidi. Eric Shitindi ni katibu mkuu Wizara ya Kazi, Ajira na Vijana, anayesema hayo katika warsha ya kuunda mikakati ya kinifu kwa taifa wa kujenga na kuimarisha stadi za kazi katika sekta zitakazochochea ukuaji wa kiuchumi iliyoandaliwa na serikali chini ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi ili washirikisha wanataaluma kutoka sekta mbalimbali hapa jijini Dar es Salaam. Shitindi amesema ipo haja ya kuwa na mikakati ya kuhakikisha vijana wanaohitimu katika vyuo mbalimbali hapa nchini wanakuwa na ujuzi na ueledi utakaokuwa chachu ya kuhamasisha waajiri kutoa ajira kwa vijana hao. Kwa hiyo tunatarajia kwamba hiki tukachokifanya sasa kitatuwezesha kwanza kuweka mikakati, kuainisha pia maeneo ya matokeo ambayo tunataka kuyapata, lakini pia kuainisha kulingana na yale malengo yetu au zile shabaha za utekelezaji, kuwa na
maeneo ambayo tunakubaliana kwamba ni namna gani tutafuatilia utekelezaji. Kwa hiyo kikubwa hapa, ndio maana nasema hii washa ni muhimu sana, kwa sababu itawezesha kuweka mikakati, itawezesha kuweka malengo, itawezesha kuweka shabaha. Sasa baada ya hapo itakuwa ni rahisi zaidi, kwa sababu kama tumeweka shabaha ni nini tunataka kufanya ndani ya mwaka mmoja, miaka miwili, miaka 10 ijayo, itakuwa ni rahisi zaidi kuweka na mpango wa ufuatiliaji. Lakini tatizo kubwa ambalo limekuwepo ni kwamba waajiri wanalalamika kwamba jamani, hawa watu wanaomaliza vyuo mbona wanakuja na ujuzi au stadi ambazo sisi hatuzihitaji. Kwa hiyo hapa kuna tatizo. Kwa nadhani sasa kwa kuwakutanisha watu wote hao itabidi wazungumze ni namna gani tunapoandaa mipango yetu ya mafunzo tuwe tumepata taarifa zinazotoka kwenye soko la ajira, waajiri wanataka nini. Naye mkuu wa Chuo Kikuu Huria Profesa Tole Mbwete, ambaye ni mmoja wa wawezeshaji katika warsha hiyo, amesema ni mwelekeo mzuri kwa taifa kwa kushirikiana na sekta binafsi na kuwaomba vijana kushirikiana baada ya kuhitimu elimu ya vyuo mbalimbali na kuwa na wazo litakalosaidia kujikwamua kiuchumi. Natumaini serikali mpya inayokuja itaweza kuwa na uwezo wa kutumia matokeo ya warsha hii ili kutayarisha mpango mzuri tu wa kuweza kuwafanya wafanyakazi wetu wa kitaifa wawe na uwezo wa kuajirika au kujiajiri. Nitaka tu niseme kwamba vijana siku hizi wamekuwa na mwamko mzuri, kwamba si wote ambao wanawaza tu kuajiriwa. Kuna wanafunzi wengi ambao wakimaliza vyuo wanaamua kwamba hawataki ajira, wanatafuta njia mbalimbali za kujiajiri. Nidhani mimi binafsi ningependa vijana wengi zaidi wajiunge na makundi kama hayo ili kuhakikisha kwamba mawazo ya kuanzisha shughuli mbalimbali za kiuchumi. Profesa Elifasi Bisanda ni mmoja wa wanataaluma kutoka Chuo Kikuu Huria. Yeye analizungumziaje swala hili la vijana kutokuwa na sifa za kuajiriwa baada ya kuhitimu elimu ya juu? Kwa upande wangu mimi naona sababu kubwa ni kutokana na kutofautiana kwa mitaala tunayotumia kufundisha na teknolojia kwenye sehemu za kazi. Kwamba mara nyingi universities, vyuo vinakuwa na mitaala na vile mitaala inaendelea kutumika mpaka inapitwa na wakati. Na hata walimu nao wanaofundisha wanaendelea kufundisha mitaala ile ile ya teknolojia walizosoma wao enzi zao. Bado wanafundisha kitu kile kile, lakini hali imebadilika. Teknolojia imebadilika. Hiyo ni hatua mojawapo ya mwendelezo wa warsha hiyo iliyowakutanisha wakuu wa idara mbalimbali za serikali na sekta binafsi, ambayo itasaidia kutoa dira kwa kujadili na kupanga mikakati itakayosaidia kutoa fursa kwa vijana kuwa na ubunifu katika stadi za kazi. Sofia Malaki, Mlimani TV, elimu kwanza. Namni juhudi za serikali hizo katika kuhakikisha tatizo la ajira linapungua hapa nchini Tanzania, hususan kwa vijana. Tunaelekea mkoani Morogoro ambapo tunaambiwa Chama cha Mapinduzi wilayani Morogoro kimezindua kampeni zake rasmi, huku kikiwataka wagombea wake wa ngazi za ubunge na udiwani kuhakikisha wanatatua kero za maji, afya na elimu endapo watafanikiwa kushika nafasi katika wilaya hiyo. Tunajiunga na mwanahabari wetu Remia Sinti kutoka Morogoro kwa habari zaidi. Akizungumza katika uzinduzi huo, mwenyekiti wa CCM wilaya ya Morogoro Salum Jaza amesema wilaya ya Morogoro inakabiliwa na changamoto nyingi ambazo zinahitaji viongozi watakaoshirikiana na wananchi kuzitatua. Tunahitaji maji katika maeneo yetu. Lakini kama hiyo haitoshi, Mheshimiwa Mbena, tunahitaji barabara za ndani. Kuna barabara za ndani haziendeki. Barabara za ndani zimekuwa kweli. Huwezi kwenda kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Mgeni rasmi katika uzinduzi huo ni mwenyekiti wa CCM mkoa wa Morogoro Innocent Kalogles. Akatumia nafasi hiyo kuwataka wana CCM kuvunja makundi na badala yake wawe kitu kimoja ili kuhakikisha Chama cha Mapinduzi kinaibuka kidedea kuanzia ngazi ya rais, ubunge na udiwani. Kama mwenyekiti wa CCM mkoa wa Morogoro, nitawakabidhi madiwani wote wa kupeperusha bendera ya chama. Lakini nitamkabidhi kaka Mbena ilani hii ahakikishe kwamba yaliyokuwepo CCM. Baadhi ya wagombea akiwemo wa ngazi ya ubunge wakazungumza. Nitafuatilia vitu vyote ambavyo mwenyekiti wa CCM wilaya pamoja na mwenyekiti wa CCM mkoa wameeleza, na kwa kweli nitawaomba waniandikie, itanirahisishia kwa ajili ya kumbukumbu tu ili asiishie hapa mkoani.
na naamini kabisa wao watakuwa tayari kufanya hivyo muda utakapofika. Remi Asinti, Mlimani TV, elimu kwanza, Morogoro. Taarifa ya Remi Asinti kutoka Morogoro inahitimisha habari za kitaifa. Nikirejea tutaendelea na taarifa habari kutoka hapa Mlimani TV ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Shikamoni, naitwa Chaupele na hili ndilo darasa langu. Ikinyesha mvua tunaenda likizo, akidondoka nyoka tunaenda mapumziko. Wewe nani kama sio sasa lini? Ni sisi. Na katika dira ya michezo ya kimataifa, kocha wa Chelsea Jose Mourinho amesema matokeo ya timu yake dhidi ya West Brom waliopata ya goli 3-2 yatawanyima raha wabaya wao ambao hawaipendi Chelsea. Kwa habari zaidi tujiunge na mwandishi wetu. Mourinho ameyasema hayo baada ya kupata ushindi wa kwanza toka msimu mpya wa ligi ya England ianze. Katika mchezo huo uliochezwa mwishoni mwa juma lililopita, Chelsea ilibuka kidedea kwa jumla ya bao 3-2 dhidi ya West Brom na kushuhudia nahodha wake John Terry akilimwa kadi nyekundu katika dakika ya 54 ya mchezo huo baada ya kumchezea vibaya mshambuliaji wa West Brom Salomon Rondon. Katika mchezo huo, magoli ya klabu ya Chelsea yaliwekwa kimiani na mshambuliaji wao mpya kutoka Barcelona Pedro Rodriguez, Diego Costa na beki Cesar Azpilicueta, wakati magoli ya West Brom Albion yakifungwa na mchezaji James Morrison. Lakini ushindi huu ni wa kwanza kwa Chelsea baada ya kufanya vibaya kwenye michezo miwili ya awali. Hata hivyo, hii ni mara ya kwanza kwa matajiri hao wa jiji la London kufanya vibaya katika michezo miwili mfululizo katika kipindi cha miaka 17 baada ya kutoka sare dhidi ya Swansea na kupokea kichapo kutoka kwa klabu ya soka ya Manchester City cha magoli 3-0 wiki iliyopita. Wakati huo huo, mshambuliaji mpya wa timu hiyo Pedro Rodriguez ameeleza furaha yake ya kufunga goli lake la kwanza katika timu yake mpya ya Chelsea The Blues katika mechi yake ya kwanza ya ligi kuu nchini Uingereza dhidi ya timu ya soka ya West Brom Albion. Mchezaji huyo wa zamani wa klabu ya soka ya FC Barcelona aliipatia timu yake ya Chelsea goli la kuongoza mnamo dakika ya 20 ya mchezo, akiunganisha krosi ya winga Eden Hazard na hivyo kuiweka kifua mbele dhidi ya wapinzani wao West Brom Albion. Kiwango kilichoonyeshwa na mchezaji huyo aliyesajiliwa kwa kitita cha paundi milioni 21 kutoka FC Barcelona na kutua darajani katika klabu ya soka ya Chelsea ni pigo kwa timu nyingine zilizokuwa zikimnyemelea kama vile mashetani wekundu yaani Manchester United. Mabingwa watetezi yaani Barcelona wameanza msimu mpya wa ligi ya Uhispania La Liga baada ya kushinda Athletic Bilbao kwa bao 1-0. Nao wapinzani wa Real Madrid wamejikuta wakianza kwa kupepesuka baada ya kulazimishwa suruhu ya bila kufungana walipokipiga dhidi ya Sporting Gijon, huku Villarreal nao wakiambulia sare ya bao 1-1 baada ya kuminyana na Real Betis. Mzunguko wa 3 wa ligi kuu ya soka Uingereza inatarajiwa kuendelea tena leo usiku kwa mchezo kati ya majogoo wa Anfield klabu ya soka ya Liverpool dhidi ya washika bunduki wa Ashburton Groves klabu ya soka ya Arsenal the Gunners katika uwanja wa Emirates majira ya saa 4 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Mchezo huo unasubiriwa kwa hamu kubwa na mashabiki wa kandanda ulimwenguni kote kutokana na historia ya klabu hizo mbili nchini Uingereza na bila kusahau uimara wa vikosi vyao walivyonavyo hivi sasa katika msimu mpya wa ligi kuu nchini Uingereza kwa mwaka 2015-2016. Nikiripoti kutoka katika dawati la dira ya michezo kimataifa, Sports Lady Khadija Zuberi, Mlimani TV, elimu kwanza.
Na dira ya michezo ya kimataifa ndio inayotuhitimishia taarifa habari kutoka hapa Mlimani TV kwa siku ya leo. Nikushukuru sana kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa habari zetu. Lakini pia nakukumbusha unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook andika Mlimani TV na moja kwa moja unakutana na habari zetu kemkem za kitaifa, kimataifa, michezo na burudani. Mimi ni Nkia, David Nkia. Barikiwa. Uwe shabiki wa soka na michezo mbalimbali, teja wa kung fu, mdhaifu wa filamu za Bollywood kwa Kiswahili na tamthilia mbalimbali, usihadithiwe. Nunua moja kati ya dikoda hizi za Star Times na ujiunge na kifurushi cha Nyota au Nyota Plus. Upate chaguo kubwa la burudani ya bei nafuu ili wewe upate kuhadithia. Kwa maelezo zaidi, piga 0764700800 au tembelea startimes.co.tz. Star Times, furahia ulimwengu wa dijitali Tanzania. Ulivyojibrand mwenyewe, umekaa vipi? Kwenye show zako, unapokwenda kwenye show, unaperform vipi? Mimi ni nambari 1 katika mashabiki wa The Bridge. Je, wewe? Prince Mumini, kocha wa dunia, mtumishi wa watu. Napenda sana kuangalia The Bridge kupitia Mlimani TV. Je, wewe? Wengine huwadanganya wenzao. Mimi napenda kutizama Mlimani TV. The Bridge ni kipindi bora. Koma, na udhaifu, ushindi kwangu mimi ubunifu, ni mwege 50 wakati gari langu lenyewe sawa na gari la 60.